Leo tutazame mchezo kati ya Chelsea dhidi ya klabu ya FC Barcelona. Chelsea wakiwa na mpira kwenye build up phase. Muundo wao ulikuwa watatu, nyuma kulikuwa kuna masenta baki wawili pamoja na fullback mmoja. Kwenye line ya kwanza kulikuwa kuna Wesley Fofana pamoja na Chalobah, lakini fullback mmoja ambaye alikuwa na baki ni Marco Corella. Lakini kwenye eneo la midfield kulikuwa kuna wachezaji watatu. Kulikuwa kuna Andre Santos baada ya kuingia, pia kulikuwa kuna Moise Caicedo na pia kulikuwa na Reece James. Jambo zuri sana kwa Chelsea ni aina ya wachezaji ambao wameanza nao kwenye build up phase. Kwanza tukianza na Marco Corella ambaye alikuwa anabaki kwenye line ya kwanza. Moja ni pasa mzuri kutoka maeneo pembeni, lakini mbili ni wide progress, anazo mkubwa sana ku progress mpira. Lakini tatu ni ball carrier, anazo mkubwa sana kusafiri na mpira kwa sababu iko comfortable kwa na mara ni press resistance. Lakini kwenye line nyingine kuna Andre Santos. Moja ni pasa mzuri kutoka kwenye eneo la midfield, lakini mbili ku comfortable akiwa na mpira mguuni, lakini tatu ni uwezo mkubwa sana kudhibiti mchezo ama kucontrol tempo ya mchezo. Lakini kwenye line nyingine kulikuwa kuna Moise Caicedo. Moja ni pasa mzuri, lakini mbili ni balance ya ulinzi ambayo anaitoa. Lakini mchezo mwingine ni Reece James. Moja ni pasa mzuri kutoka kwenye eneo la midfield, lakini mbili uko comfortable ukiwa na mpira, ni ngumu kumpress na ni ngumu kuchukua mpira mguuni kwake. Lakini tatu ile ni balance ya ulinzi ambayo anaitoa. Mpaka hapo Chelsea the Blues wana balance ya ulinzi, timu ikiwa na mpira na vile timu bila ya mpira. Wana wachezaji muhimu sana ambao wanaweza kuinufaisha timu, ama nazungumzia rust defense yao inakuwa imekamilika. Lakini Barcelona bila ya mpira walikuwa wanafanya ball oriented pressing. Ball oriented pressing ni aina pressing ambayo unaziba nafasi mpinzani wako akose muda na nafasi ya kupenetrate. Na aina pressing traps ambayo walikuwa wanaifanya ni wide trap. Wide traps ni aina ya pressing ambayo unamlazimisha mpinzani wako akose muda na nafasi ya kupenetrate katika kiwanja through na kuwalazimisha wacheze maeneo pembeni ama kwa fullback around wazunguke zaidi. Lakini jambo zuri zaidi kwa Chelsea ni mijongeo ambayo walikuwa wanaifanya bila ya mpira. Nazungumzia off the ball movement, kwa sababu ilikuwa inafika wakati kiungo mshambuliaji Enzo Fernandez alikuwa anashuka chini zaidi kwenye zoni ya 7 mpaka ya 8 ili kufanya mikimbio mingi na kutengeneza combination of play. Mara nyingi alikuwa anakaa nyuma ya migongo ya watu, nyuma ya migongo ya wachezaji wa Barcelona ambao walikuwa wanaongoza ile high pressing. Lakini hapa tunaenda kuangalia Chelsea wakiwa na mpira wakati wanajenga mashambulizi. Mara nyingi wanapofika kwenye zoni ya 14 mara nyingi walikuwa wanapendelea kupiga pasi ambazo zilikuwa zinaenda maeneo pembeni. Lengo lilikuwa kuattract walinzi wa pembeni wa FC Barcelona, na mara nyingi walikuwa na target kushambulia maeneo na eneo ambalo walikuwa na target kulishambulia ni kwenye half space ama kwenye corridor, kwa sababu route ama njia ambayo walikuwa wanatumia kushambulia ile eneo ni out in, na mara nyingi wachezaji ambao walikuwa wanapenda kuwatumia zaidi kushambulia eneo la half space ni upande wa kushoto ambako alikuwa anacheza Alejandro Garnacho, na upande wa kulia ambako alikuwa anacheza Estevao Williams, ambao mara nyingi walikuwa wanatumika kuattract walinzi ama kutrigger kuwalazimisha walinzi wa FC Barcelona wakaweke pressure ili waliache eneo la half space liwe wazi zaidi, ili kuwafanya wakina Enzo Fernandez wapige cutback na wachezaji wengine wapate nafasi ya kushambulia. Lakini hapa tunaenda kugusia FC Barcelona, tunaenda kugusia Chelsea bila ya mpira. Chelsea bila ya mpira walikuwa wanafanya ball oriented pressing na wachezaji 6. Why? Kwa sababu FC Barcelona walikuwa wanafanya pressing na wachezaji 6 pia. Kwenye line ya kwanza kulikuwa kuna masenta baki wawili pamoja na fullback mmoja. Kwenye line ya kwanza kulikuwa kuna Paul Kubas pamoja na Leonard Araujo kabla hajapata red card. Lakini kwenye line nyingine kulikuwa kuna Alejandro Balde, pia kulikuwa kuna Frank de Jong, na pia kulikuwa kuna Eric Garcia. Na ina pressing traps ambayo Chelsea walikuwa wanaifanya ni wide trap. Wide traps ni aina ya pressing ambayo unamlazimisha mpinzani wako akose muda na nafasi ya kupita katikati ya kiwanja ama kupenetrate katikati ya kiwanja through, na kuwalazimisha wacheze maeneo pembeni zaidi, wacheze kama fullback. Lakini kitu ambacho walikuwa wanakifanya Chelsea,
mara nyingi wachezaji wa FC Barcelona wakienda kucheza maeneo pembeni kwa fullback walikuwa wanaweka kivuri kwenye side moja, lengo lilikuwa kukata mwanya wa pasi. Kwa option ambayo walikuwa wanabaki nayo FC Barcelona ni kupiga mipira mirefu, na kwenye mipira mirefu Chelsea walikuwa aggressive zaidi kwenye mipambano ama duels, na pia walikuwa wanafanikiwa kuwini mipira ya pili ama second balls. Lakini hapa tunaenda kugusia mchezaji mwingine kwa upande wa Barcelona, kwangu mimi ni Alejandro Balde. Moja, kutokana na mikimbio ambayo alikuwa anaifanya ama movement akiwa na mpira, mara nyingi alikuwa anafanya underlapping movement, kuingia ndani zaidi, kuongeza faida idadi, kwa sababu ni carry anazo mkubwa sana kusafiri na mpira kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini pia alikuwa anafanya overlapping movement, kutanua mpana uwanja ili kuattract walinzi wa timu pinzani. Lakini moment nyingine tunakuangalia Chelsea bila wakiwa na mpira wakaupata, tunazungumzia transition to attack ama offensively transition. Kwenye offensively transition Chelsea walikuwa more direct zaidi. Wachezaji muhimu sana kwenye hili eneo ni Enzo Fernandez. Why? Kwa sababu alikuwa anashuka zaidi kwenye zoni ya 7 mpaka kwenye zoni ya 8 kufanya mikimbio. Moja, ni carry anazo mkubwa sana kusafiri na mpira, pia